Kwa majina naitwa Dr. Fabian Mwasawite. Karibuni. Leo tutakuwa na mada inayohusiana na vidonda vya tumbo au tunaita peptic ulcer diseases. Magonjwa ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni uwepo wa kidonda kwenye eneo la kuta za tumbo. Ndio maana yake. Viko vya aina nyingi. Tuna aina nyingi ya vidonda vya tumbo, lakini mara nyingi sana tunakutana navyo kwenye huduma ya afya. Mara nyingi tunakutana navyo vya aina mbili, ambavyo kidonda aina ya kwanza ni tunaita duodenal ulcer, yani kidonda ambacho kimetokea kwenye tumbo dogo, na cha pili ni gastric ulcer, ambacho ni kidonda ambacho kimetokea kwenye tumbo lenyewe. Lakini tunaweza kuwa na aina nyingine ya vidonda vya tumbo ambayo ikawa ni esophageal ulcer, inatokea kwenye umlija unaotoa chakula kwenye mdomo kupeleka kwenye tumbo. Lakini pia tunaweza kuwa na kidonda kwenye eneo la utumbo, huwa tunaitaga duodenal ulcers. Lakini most of the time tunakutana na duodenal ulcer au gastric ulcer, ndio most of the time, ambao inakadiriwa kutokana na research 80% ya wagonjwa walikuja na duodenal ulcer, 20% tu zilizobaki walikuja na hizo gastric ulcer. Sasa tutakuja kuona ni kwa namna gani unaweza kutofautisha kati ya duodenal na gastric ulcer. Twende, nini kinasababisha? Sababu gani inasababisha mtu kuwa na vidonda vya tumbo? Sababu ya kwanza ya vidonda vya tumbo ni bakteria anaitwa H. pylori, Helicobacter pylori. Huyu ni bakteria ambao unaweza akifika kwenye tumbo huwa anaenda kufanya erosion na kupunguza ile gastric protective mechanism ambayo ni mucus. Ikiyapunguza, maana inafanya tumbo liwe suspicious to acid and enzymes, zina erode. Kwa hiyo ni moja sababu ya kwanza kabisa, ni inaitwa Helicobacter pylori, ni bakteria. Sababu ya pili ni long term use of NSAIDs, yani matumizi ya muda mrefu ya dawa za kutuliza maumivu zile ndogo, tunazitaga NSAIDs, non steroid and inflammatory drugs. Ni kwa nini hizi zinasababisha? Ni kwa sababu zinaenda kuharibu ile protective mechanism ya stomach kwa kupunguza a mucus lining to the stomach na kuifanya stomach or duodenal kuwa susceptible to gastric enzymes and acid, na kutengeneza nini? Kuform that ulcer. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu inaweza kuwa ni alcohol and smoking, ambazo hizi tunaweza kuziita kama ni irritants, ambazo zinaweza kuharibu moja kwa moja protective barrier ya tumbo. Kwa mtu akiwa anatumia alcohol au anatumia sana pombe na sigara kwa muda mrefu, basi yuko kwenye riski kubwa sana ya kuwa na vidonda vya tumbo. Sababu nyingine ni stress. Mtu akiwa na stress za muda mrefu. Mtu akiwa na stress, cha kwanza kuna hormone inakuwa inatengenezwa kwenye mwili, inaitwa cortisol hormone. Pia ikienda kwenye tumbo huwa ina madhara kwa kupunguza uzalishaji wa hizo mucus. Zikipunguza hiyo mucus uzalishaji, hivyo acid ile ya tumbo pamoja na enzymes zitaenda kula ukuta wa tumbo. Kunasema kuerode, itasababisha erosion kwenye tumbo, hivyo kumsababishia mtu kupata vidonda vya tumbo. Lakini sababu nyingine ambayo bado inafanyiwa uchunguzi ni mtu kukosa usingizi mara kwa mara. Kama mtu ameweza kukosa usingizi miezi mitatu, miezi miwili, basi mtu kama anaweza asilale zaidi ya masaa 8 kwa siku, basi huyu mtu anaweza akawa kwenye riski ya kupata sana vidonda vya tumbo, kwa sababu usingizi huwa mtu akilala kwa muda mrefu zaidi ya masaa 8, maana yake anasababisha mwili utengeneze protini inaitwa TF2, ambayo inatumika kwenye utengenezaji repair ya tumbo pale ambapo itaonekana asidi ilipachana au ilipatengenezeka kidonda kidogo, basi ile protini kisha kwa imetengenezwa wakati umelala inaenda inafanya repair
wakati tumbo limerelax. Kwa kama mtu atakuwa anakosa usingizi kabisa, hiyo acid itakuwa itengenezeki, hiyo protein inakuwa itengenezeki, hivyo inapelekea kile, kama mtu alipata clutch kitu kidogo, kasipone, kakaendelea kutengeneza kidonda taratibu. Kwa mtu ambaye anakosa usingizi mara kwa mara, anaweza akapata hii tatizo la ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Nini dalili zake? Nini ukikiona basi ujue wewe unafanya nini? Unaumwa vidonda vya tumbo. Kitu cha kwanza ambacho ni dalili ya vidonda vya tumbo ni tumbo kuuma, hasa juu ya kitovu. Tunaitaga kidaktari epigastric pain, kupata maumivu makali sana juu ya kitovu hapa kwenye tumbo lenyewe hapa. Maumivu hayo yanaweza kawa aidha yanakuwa makali sana ukiwa umelala usiku, nasema yanakusababisha hadi unaamka, lakini pia yanaweza kusababisha mtu aidha akiwa na njaa basi maumivu yanakuwa makali sana, au akiwa amekula maumivu yanakuwa makali sana. Hizo zote ni, akiona hivyo basi ajue anaweza kuwa na vidonda vya tumbo. Ambavyo sasa mtu akiwa na vidonda vya tumbo viko kwenye tumbo dogo, tunaita duodenal, mtu huyu akiwa na njaa tumbo litauma sana. Lakini mtu huyu akiwa ana vidonda vya tumbo viko kwenye tumbo lenyewe, basi akila chakula obviously lazima tumbo lifanye nini? Litauma. Lakini pia mtu ambaye anaweza kaamka usiku kwa sababu ya maumivu makali ya tumbo, huyo mtu anaweza kawa na kitu kinaitwa duodenal, hasa kwa sababu mtu akiwa na duodenal hasa, yani vidonda vya tumbo kwenye tumbo hili dogo la chini, basi inaweza kapelekea mtu huyu kuamka usiku kwa ajili ya hata wala wapate chochote ili tumbo lifanye litulie. Dalili nyingine ni mtu kujisikia kutapika, yani kusikia kichefuchefu, au muda mwingine anakuja anatapika kabisa. Ndio anapata relief, yani akitapika ndio anapata, anaona kama yani amepunguza, yale maumivu yameacha. Ajue kabisa anaweza kuwa na dalili za nini? Za vidonda vya tumbo. Dalili nyingine ni tumbo kujaa. Tumbo linajaa. Muda mwingine linakuwa mtu kama huyu anakuja, yani hadi tumbo linaunguruma. Linaunguruma. Basi ajue anaweza kuwa na dalili za vidonda vya tumbo. Lakini mtu kama huyu anaweza kuwa anapata kiungulia. Anapata kiungulia, basi ajue anaweza kuwa na dalili za vidonda vya tumbo. Lakini pia kama mtu kama huyu anaweza kuwa anapata labda vidonda vimefika kwenye hali mbaya zaidi, hadi muda mwingine anapata choo cheusi, basi ajue anaweza kuwa na nini? Na vidonda vya tumbo. Lakini mtu kama huyu anaweza kaja pia akawa anatapika damu, tunaita emetemesis, anatapika damu kabisa, basi ajue anaweza kuwa na vidonda vya tumbo. Ni bora akawahi hospitali. Hizo ni dalili ambazo mtu anaweza kaziona na kuwahi hospitali kwa ajili ya kujiridhisha zaidi kama atakuwa na vidonda vya tumbo ama la. Sasa kama mtu atabaki hajatibiwa kwa muda mrefu, nini kitampata? Sasa kuna vitu vinaitwa complications, yani yale matatizo baada ya mtu kutokutibiwa au kukaa na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Cha kwanza ni damu kuvuja. Ndio mtu anaweza kuwa anatapika damu au anapata choo cheusi kwa sababu ya damu zinavuja kwenye kile kidonda. Kwa sababu kidonda kitokea kimepita kwenye mshipa wa damu, kwa hiyo damu inakuwa inavuja tu ovyo ovyo. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kidonda kinaweza kikatoboka. Kikitoboka maana yake asidi na enzymes ambazo ziko tumboni kwa ajili ya kufanya chakula, kukivunja chakula, vitaenda kwenye sehemu nyingine ya viungo vya tumboni, ambao ni kama inaweza kumwagikia kwenye ini, bandama, na utumbo wenyewe, na ukuta mkubwa ule wa tumbo tunaita peritoneum, na kusababisha madhara makubwa zaidi. Kingine, mtu anaweza kupata kansa. Hasa wale ambao sababu kubwa ni huyu mdudu anaitwa H. pylori. Akikaa kwa muda mrefu sana tumboni anaweza kusababisha kansa ya tumbo, gastric cancer. Kingine ambacho mtu anaweza kikaja kikampata ni mtu kama kusikia kama kuna kitu kinaitwa kidaktari tunaita gastric outlet obstruction. Mtu akila kidogo tu anasikia kushiba, ni kwa sababu ya hii changamoto.
kama ukikaa na vidonda kwa muda mrefu, kama vilikuwa viko karibu na ile tunaita pyloric sphincter, kama kidonda huwa kina tabia ya sehemu hiyo kuvimbisha. Pakivimba maana yake patasababisha ile obstruction, chakula kinashindwa kupita. Kwa mtu utakuta chakula kinakaa sana kwenye tumbo, hivyo kinaenda kichache. Mtu anakuwa anaenda chooni kidogo sana. Yaani inaweza akala lakini akawa anaenda mara 3. Yaani chooni anaenda mara 1 mara 2. Asanteni, nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Nashukuruni sana kwa kusikiliza. Karibuni sana, na cha msingi na cha umuhimu zaidi ni kwamba vidonda vya tumbo vinatibika. Vidonda vya tumbo vinatibika. Hivyo wahi hospitali ukapate tiba. Shukrani.